Mungu amekuwekea sikio. Anasema kwa maana kinywa cha Bwana kimenena haya, na wewe Mungu amekuwekea mdomo. Maandiko yanasema Mungu akapuliza pumzi ya pua yake ili bahari ya Shamu ikarudi nyuma, naye amekuwekea pua. Maandiko yanasema mkono wa Bwana ukupunguka hata usiweze kuokoa, na Mungu akakupa mikono. Maandiko yanasema dunia ni mahali pa Mungu kuweka miguu, kwa hiyo na miguu, na amekupa miguu. Kwa Mungu ametumia image aliyonayo kuproduce hichi kiumbe kinachoitwa mtu. Kinaapia katika image yake. Kitu cha pili au pointi ya pili ambayo Mungu ameweka kwa mtu, maandiko yanasema katika sura. Biblia inasema likeness. Likeness maana yake ni functionality, namna ya kufunction, namna ya kufanya mambo, namna ya kutenda. Na ndio maana Mungu aliyeumba dunia na vyote vijazavyo kwa kutumia neno lake. Maandiko yanasema Adam baada ya kutengenezwa, Mungu akaamua kuwaleta wanyama wapite mbele yake ili aone atawahitaji. Biblia inasema na jina ambalo Adamu aliwaita wale wanyama likawa jina lao tangu siku hiyo. Kwa Adamu akaanza kutumia mdomo wake kuanza kupachika vitu, na ukisoma vizuri utagundua alipokuwa anawapa majina, actually yalikuwa sio tu majina, ilikuwa ni kuimpact, kuwekea jina lililobeba tabia zao, namna ambavyo watabihevu, namna ambavyo watakuwa wanakuwa. Wewe utaitwa simba ikiwa ni pamoja na tabia zote za usimba simba. Kwa kinywa cha Adamu kikaanza kuumba vitu. Adamu akaanza kupachika majina kwa wanyama, anapatikana wanyama, anapatika majina kwa wanyama. Na hayo majina yote yalikuwa yanatumia intelligence ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu katika ufahamu, katika ufikira zake, maandiko yanatuonyesha ya kwamba alikuwa anawapa wale wanyama majina. Wanasayansi wanasema hii dunia tulionayo inakaribia species au zaidi ya aina 500 za wanyama. Zaidi ya aina 500 za wanyama. Wale ambao wanasoma hesabu shule, kuna topic moja inaitwa probability. Mimi nasoma hesabu. Kwenye probability proba nasema hivyo kwa Kiingereza. Kwenye probability kuna concept moja inaitwa with repetition and without repetition. Adam alifanya ile kazi without repetition. Hakufika mahali akasema unajua majina yameisha. Mimi nishatoa majina mengi sana. Sasa wewe na wewe na wewe nyinyi mtoto nyote kuku msichanganye yote nyinyi jina lenu nendeni. Hakuishiwa majina kwa sababu ya intelligence ndio inafanya kazi ndani yake. Fikra zake zilikuwa zina vibrate kwenye eneo la kiungu. Ndio maana haikuwa kazi yeye kuweza kuproduce haya mambo, na kinywa chake kisema wewe ni kuku, kuanzia siku hiyo una behave kama kuku. Kinywa chake kisema wewe ni mbwa, utaanza kubweka kama mbwa. Jina linakuja na character. Na hiyo ndio tafsiri kubwa kwenye Biblia. Na hiyo ndio moja ya jibu linaloonyesha ni kwa nini jina la Yesu watu wengi wanasema. Anakuja mmoja kwenye pepo anasema katika jina la Yesu toka, pepo linaondoka. Anakuja mwingine anasema katika jina la Yesu toka, hamna kitu, toka, hamna kitu. Saa kwanza, saa pili, saa tatu. Unajua kwa sababu gani? Sio kwa sababu jina lina nguvu. Tatizo ni character. Aliyekuja kusema jina la Yesu ameivaa character ya Yesu kwa kiwango gani? Ndio jina linakuwa lina influence. Ukibeba karakta ya Yesu, unaposema katika jina la Yesu, ile tabia ya Yesu iliyo kwenye maisha yako ina produce energy inayotakiwa kudrive out ile pepo. Roho mwingine anaweza kaongea mpaka akachoka, akaimba wimbo wa kuabudu, akazunguka, akatubu, akamaliza kutubu, akarudi, wakaongea kwa wengine wanaitaka mpaka chai, tunywe chai hapo tutaendelea. Mwache kwanza alale hapo. Lakini haitakiwi kwa hivyo.